vinakuwa vikubwa, jua hatima yako na wenyewe ni kubwa. Jua umebeba baraka si za kwako, umebeba baraka za kwako, za familia yako, za nchi yako na za dunia umebeba. Kwa ukiona vita vinainuka kila wakati vinainuka, jua wewe si wa kawaida. Sasa shida tuliokoka, vita vikiinuka tunakaa chini, tunaanza kulia, tunaanza kulaumu watu. Usimlaumu yeyote kwa habari ya vita vya kiroho. Pambana vita vya kiroho, Yesu atakutetea, maana wewe una kitu cha thamani ndani ya maisha yako. Kati ya vitu ambavyo kanisa tunapitia, shetani anapambana na wateule wa Mungu, kwa sababu waliobeba hatima ya dunia hii, waliobeba hatima ya kanisa, waliobeba hatima ya Tanzania, ya Afrika, ya dunia yote, waliobeba hatima ni sisi ambao tumeokoka. Kanisa likiondoka tu duniani, hakuna dunia itakayoendelea kuishi, hakuna watu wakaendelea kuishi. Huo ndio utakuwa mwisho wa dunia. Kwa wewe uko hapo jinsi ulivyo, upo kumwakilisha Mungu, upo kwa ajili ya kuwakilisha mbingu, na Mungu amekuchagua, umeokoka. Na kama umeokoka unawakilisha mbingu. Wewe hauko kawaida, wewe si wa kawaida. Ukishaokoka wewe ni mwana wa Mungu. Ukishaokoka wewe ni uzao wa kifalme na kikuhani kwa Mungu wetu. Sasa tatizo wakati mwingine tunajidharau, tunajiona wa kawaida na ndio tunafanya mambo ya kawaida na mambo ya kitotototo. Lakini wewe si wa kawaida baada ya kuokoka. Sasa shetani anachokifanya ni kushindana na watu waliokoka, kushindana na kanisa, ili Mungu asitimize kusudi lake la kuokoa wanadamu wote wasiende kwenye uharibifu, bali wamjue Mungu aliye hai. Mwambie mwenzako umebeba hatima ya dunia. Inawezekana uko hapa tu Arusha hii, Tanzania hii, unajiona tu wa kawaida, lakini wewe umebeba hatima ya dunia. Sasa shetani hata nyamaza kimya, lazima apambane na sisi, lazima apambane na kanisa. Siku tumeokoka, tumetangaza vita. Haujaokoka uishi starehe. Na ndio maana mtu aliyeokoka vita vyake ni vikali mno. Hivi wangapi wanaelewa kabla ya kuokoka alikuwa anafanikiwa, yani anapata hela, yani hela vya hapa na pale anavipata na nini, anakula starehe, lakini hafanyi chochote, lakini hakosi. Lakini baada ya kuokoka unashangaa kama kuna kaugumu fulani, kama una struggle, kama kuna, wangapi wanaona hivi? Yani kuna kitu unakiona hapa, lakini kabla ya kuokoka ni kama kuna wepesi fulani wa kupata vitu, japo unapata kwa njia ambazo si halali. Kwa nini? Shetani anakuzuia usifanikiwe. Maana the moment umefanikiwa, kanisa limefanikiwa. Ukifanikiwa, ufalme wa Mungu umefanikiwa. Ukifanikiwa, jamani, tumefanikiwa sisi ambao injili itaendelea mbele, kazi ya Mungu itaendelea mbele. Ndio maana vita vinapiganwa ili usifanikiwe, lakini tunaingia kwenye maombi kupigana vita vya kiroho, tuhakikishe tunamshinda shetani katika jina la Yesu.